Ladies and gentlemen, brothers and sisters, leo niko pande za Kibaoni, nimekutana na dereva mkongwe anaitwa Bwana Chitemo. Ni dereva wa bodaboda kitambo sana. Leo na interview naye Bwana Chitemo. Mambo vipi? Poa poa mjomba. Majina yako halisi unaitwa nani? Bwana, majina yangu halisi naitwa David Arnold Chitemo. Ndio, wewe ni dereva mkongwe wa bodaboda, wenzako wanakusifia sana kwenye kazi hii huko muda mrefu. Tangu umeanza bodaboda mpaka sasa hivi una muda gani? Almost kama miaka 8 hivi. Kama miaka 8. Yeah. Ndio. Umeshafanya vitu vingi kupitia kazi ya bodaboda, si ndio? Sana. Ndio. Changamoto zipi ambazo umekutana nazo tangu umeanza kazi ya bodaboda? Changamoto ni nyingi kusema ukweli, kwa sababu changamoto zinaendana kutokana na mabosi wetu. Ndio. Na kazi zetu, vyombo vyetu kutokana jinsi vilivyo. Ndio. Vinakuwa vina changamoto nyingi sana. Changamoto ya kwanza ni ipi? Changamoto kubwa inatusumbua sisi sana sana ni kwa upande wa mabosi. Upande wa mabosi. Upande wa mabosi. So bosi, mara nyingi mabosi wanaangalia upande wao tu bila kufikiria kwamba sisi tuna changamoto kama mtu kuna kuumwa. Ndio. Kuna kupata matatizo, kuna kupata ajali, kuna kupata kukamatwa, unakuta wanatumia pesa ile, afu sasa bado hapo bosi yeye ana doubt tu kwamba moja kwa moja, bwana huyu kala hela yangu, kala hesabu, lazima nimnyang'anye pikipiki, lazima nifanye nini, afu mkataba ushausogeza hata miezi, kuna miezi 10. Ndio. Bado miezi labda 5 umalize mkataba. Lakini bosi anaangalia anachukua pikipiki kwa sababu anajua hata nikimnyang'anya hawezi kunifanya kitu. Ndio. Kwa hiyo ni kama uonevu fulani ambao unaendelea. Wakati kile kitu unakuta mtu muda huo miezi 8 hela yake imesharudi. Lakini ananyang'anya pikipiki kwenye faida. Yaani anadai faida afu ananyang'anya pikipiki, wakati ilikuwa ni swala la kubalance tu kwamba tuelewane, tuweke mambo mezani, tulipane kawaida. Sasa tangu umeanza kazi ya bodaboda na changamoto hizo umezipitia, umejifunza nini katika changamoto hizo na umeexperience nini katika kazi hii? Mimi nilichojifunza kwa mimi, lakini binafsi yangu sijajua kwa mwingine, kwa sababu haya matatizo yapo kwa kila mtu. Kwa kila mtu. Ila kwa mimi binafsi yangu nilichojifunza ni kwamba mtoto wa kiume wowote, cha muhimu ni kupambania kupata cha kwako, ili kuepuka hayo matatizo ambayo yanatokea kama hayo, bosi anakufanya hivi anavyotaka yeye. Inabidi upambane upate kupata hicho cha kwako. Sasa ndio inakuwa changamoto, kwa sababu kutokana na mlolongo wa maisha yetu au mfumo wa maisha yetu wa Tanzania tulivyojiwekea au tulivyowekewa. Kwa hiyo unatubia wakati mgumu kupata kitu, unatubia wakati mgumu kupata chochote tunachokihitaji, yani ndio inakuwa ngumu. Kwa hivyo inabidi uchukue mikataba. Na watu wakisema waweke ushirikiano mzuri wa bodaboda, wenye viti na madereva wa bodaboda, changamoto hizi za mikataba zitaendelea kuwa ni changamoto endelevu, au watu wakiweka misimamo na kuweka umakini ili zoezi linaweza likakamilika na likawa sawa? Kwa hili swala unajua ni la wote. Japo kwa mwanzo nilisema kwamba ni bosi peke yake. Ile hizi changamoto ni za pande zote mbili. Upande wa madereva na pia na upande wa bosi. Sasa nilikuwa sijaongea upande wa madereva. Pia hata madereva pia sisi tupo ambao tunakuwa tuna matatizo, tunazidisha yani. Unajua mtu pia anapotoa pesa yake. Sasa anatoa hela yake labda milioni 3 anaenda kununua chombo cha moto. Ina maana anategemea kupata faida. Afu kwa wakati. Yeye katoa keshi, wewe unampa kidogo kidogo. Kwa kama unampa kidogo kidogo, ina maana inabidi upeleke kwa wakati. Sasa kama ufikishi kwa wakati, inapo ukinyang'anywa pikipiki ndio inapokuja kuleta utata. Lakini ninachokiongelea kwa mabosi kingine kwamba wanatakiwa wawe wanakuwa na moyo wa nyuma tena mwingine, kwa sababu unaangalia kwamba huyu mtu mpaka sasa hivi kashanilipa hela zangu zote, kinachofanyika hapa ananiletea faida. Kwa kama ananiletea faida, ngoja ni balance kidogo naye amalize. Kwa na hawa nao vijana wenzangu ambao ndo wanaendesha bodaboda, nawaambia sasa mimi kama mimi bodaboda mwenzao kwamba tunaweza tukawa tunaweka lawama sawa. Ni kweli bosi anaweza kaa anafanya hivyo, kwamba wengine wanafanya uonevu, lakini kuna wengine ambao wako sahihi kabisa. Sasa na sisi bodaboda tulikuwa mwe mnyooke, yani mkae kwenye rula. Watanzania mmesikia changamoto za bodaboda, mmesikia changamoto za dereva mkongwe Bwana Chitemo, na muacha na swali, je, bodaboda mpaka sasa hivi wewe umeanza kuendesha, umeshawahi kupata ajali, umeshawahi kukabwa, umeshawahi kunigwa, umeshawahi kunyang'anywa pikipiki? Mimi changamoto zangu ni upande wa pikipiki, sio za ajali. Ndio. Nimeendesha pikipiki, nimekwambia miaka 8, lakini nikijumlisha ni miaka 12. Ndio. Hiyo 4 ni ya matatizo, kwa sababu nilishakaa ndani baada ya kuibiwa pikipiki. Nimeibiwa pikipiki 4. Ndio. Kwa hiyo katika pikipiki 4 nilizoibiwa, moja imenifunga. Ndio. Moja nimelipa, moja nimesamehewa, moja ilikuwa nimemaliza mkataba. Ndio. Kwa hiyo katika pikipiki hizo 4 zilizoibiwa, hizo changamoto zangu mimi, kuna wengine wanapata ajali, wengine nini. Ila kwa upande wangu mimi changamoto zangu zilikuwa ni changamoto za upande wa kuibiwa tu pikipiki na matatizo ile kupelekwa polisi, mara umekamatwa hivi kwa ajili ya pikipiki, mara umekamatwa hivi.
Kama mwendo kasi nishakamata nimewekwa ndani wiki 2 na nimelipa na 400,000 fine. Umeona sababu kama basi haina noma, mimi nimekuelewa. Dereva mkongwe Mr. Chitemo, big love for everybody. Kwa Tanzania nadhani nimemsikia dereva mkongwe Mr. Chitemo na Ngai, anapatikana pande za Kibaoni. Usisahau kushare, kufollow, comment na kulike page ya Mr. Chef Mbazigwa TMZ wa kunyoosha. We out.